kuna changamoto kubwa ya migogoro ya ardhi. Na migogoro hii ipo ya aina mbalimbali. Kuna migogoro ambayo ni administrative, ambayo ni jukumu letu kama wizara. Kuna migogoro ambayo ni ya kifamilia, lakini tafsiri ya jamii inaona kama ni wajibu wa sekta ya ardhi kutatua administrative, labda mirathi na kadhalika na kadhalika. Kuna migogoro ambayo imeshatolewa maamuzi na mahakama. Katika maamuzi hayo, sisi kama administrators hatuwezi kuingilia muhimili mwingine. Wajibu wa kucounter maamuzi yale ya mahakama ni kukata rufaa katika chombo cha mahakama, ili uamuzi unapotoka sisi kama administrators tuweze kutekeleza wajibu wetu. Na kuna mingine, Mheshimiwa Naibu Spika, lazima nikiri, ni migogoro iliyotengenezwa na watumishi wetu wenyewe katika sekta ya ardhi. Amezungumza Mheshimiwa Msabatavangu masuala ya double allocation ambayo yamekuwa kinara katika jiji letu la Dodoma na maeneo mengine. Nitoe maelekezo kwa Katibu Mkuu Wizara ya Ardhi, Nyumba na Maendeleo ya Makazi hapa leo mbele ya bunge lako tukufu, Mheshimiwa Naibu Spika, ni marufuku kuendelea kutumia mfumo mwingine zaidi ya ardhi katika kutoa huduma kwa wananchi. Double allocation ilikuwa inatokeaje, Mheshimiwa Naibu Spika? Unakuta mtumishi wetu kwa makusudi na kwa kufahamu anaenda kwenye mfumo ambao hatuutumii tena wa Morris, anatoa hati. Anakuja Mheshimiwa Msabatavangu anataka na yeye hati ya kiwanja hicho anaingia kwenye ardhi, kwa sababu mifumo ile ilikuwa isomani. Kwa hiyo unakuta eneo moja lina hati mbili. Kuanzia leo marufuku kuendelea kutumia mfumo wa zamani. Tutahakikisha nchi nzima mpaka ifikapo mwaka 2027 tunaweka mfumo mzima wa ardhi ili kuondokana na changamoto hizi za migogoro ya ardhi.